Karibu sana kwenye channel yetu ya MHK Mind and Creative Artistic Hub. Ni channel ambayo tunashare vitu especially kuhusu mindset, lakini pia tunafanya utambuzi binafsi, yani self awareness, lakini pia tunashare idea mbalimbali, na pia hatuishii kwenye upande huo, tuko very creative. Tunashare idea kuhusu creativity, namna ya kuchora, artistic drawing, lakini pia interior designing na vitu mbalimbali vinavyohusu creativity. So leo nimekuja tena, nataka tushare kitu muhimu sana kwa vijana na kwa watu wote. So watu wengi wanasema kwamba mapenzi sio hisia. So leo nataka nituelezee na tujue kwa nini mapenzi sio hisia. Na nimekuandalia mchoro mzuri sana ambao umeuona kule kwenye link. Kama hujaona, nataka kukuonesha sasa hivi. Naenda kukuonesha mchoro mmoja ambao haujawahi kutokea na ni mchoro wa maajabu sana. So usitoke kwenye just click the sharing, yani share hii podcast, subscribe ili tuweze kuendelea kujifunza. Kama wewe ndo mara yako ya kwanza, mimi naitwa Henry Matovu. Hii ni channel ambayo ni nzuri sana kwako wewe kijana kujifunza vitu mbalimbali. So nataka tuanze kwamba mapenzi ni nini au mapenzi ni nini. So watu wengi wanajiuliza mapenzi ni nini, na wanaingia kwenye mahusiano bila kujua maana ya kitu walichokiingia. Ndio maana mahusiano mengi yanavunjika kwa sababu ya kutokuelewa maana ya kitu walichokiingia. So nikurudishe kwa mwanasaikolojia mmoja aliyebobea sana kwenye saikolojia ya mahusiano, anaitwa Robert Sternberg. Robert Sternberg alileta kanuni moja ya the triangle or the triangle of love, au tunaita hivyo, ambayo anakwambia mapenzi ni muungano wa vitu vitatu ambacho ni passion, intimacy na commitment. Passion ni ile shauku na ule mvuto unaokuwa na zile desire kali, zile hisia kali ambazo unakuwa nazo kwa juu ya huyo mtu au juu ya hicho kitu, kama ni marafiki yako au ndugu yako au mpenzi wako, zile hisia ambazo unakuwa nazo za kuwa naye karibu au kuwa ana exist. So zile passion, ile hisia kali ndio zinaitwa passion. Lakini intimacy ni ule uhuru unaokuwa naye, uwezo wa kushare mawazo naye, kumuomba advice, kupiga story, yani ule uhuru. Kuna hali fulani hivyo nakuwa sio kila mtu uko tayari kushare naye mawazo, sio kila mtu uko tayari kumuomba ushauri, lakini wale watu wote ambao upo tayari kuwa naye karibu na kushare stories zenu, mkamsikiliza akakusikiliza pia, that is intimacy. Lakini pia commitment ni ile hali ya kwamba wewe umejitoa maisha yako yote au umejitoa muda fulani kwa ajili ya kuwa na huyo mtu au kwa ajili ya kumsaidia, kwa ajili ya kufanya kitu chochote. Kwa ukivunganisha hivi vitu vitatu ndio natengeneza kitu kinaitwa the true love. Hivi tutavielezea mbele kidogo, lakini ngoja nianze na picha ambayo tumeichora, picha nzuri sana. Nataka kupitia hii picha inatuelezea maana kamili ya mapenzi, au kuna vitu muhimu sana naweza kujifunza kupitia hii picha. Kwanza nikuoneshe picha hii ni kama hivi mnavyoiona. Na hisi hapo unaiona vizuri. Hii picha ukiangalia vizuri ni picha ambayo ina maana kubwa sana. Sijui hapo naona, na hisi hapo ndo mnaona vizuri zaidi. So hii picha ni picha ambayo ni picha moja, lakini nimechora kwa muda mfupi sana. Kama nilivyowaambia, you have to take yani inabidi kwanza utengeneze mind picha kwenye kichwa chako afu ndio uweze kuichora. So hii picha ina sehemu mbili. Ni picha moja lakini ina maana mbili tofauti. Ukigeuza hivi ina maana tofauti, ukigeuza hivi ina maana tofauti. So unaweza kaiangalia kwa upande huu na hisi unapata taswira tofauti. Sasa hivi hapa inaonekana ni binti mzuri tu ambaye ana taji kichwani, ni binti ambayo ni mrembo tu, ni kichwa, yani ni sura ya binti mzuri. Lakini ukigeuza pia anaonekana mbibi aliyekomaa, pua kubwa, yani mbaya, amekasirika, umeona? Yani inaonekana mtu aliyekasirika, mbibi aliyezeeka ambaye unamwona hivyo, na hisi sio vizuri kuelezea picha ambayo unaiona. Kwa hiyo hii picha ina maana nyingi sana ambazo zimejificha huko. Kitu cha kwanza inakufundisha kutokupoteza muda, kitu cha pili inakufundisha kujua mindset au perception. Lakini
kuna vitu vingi unaweza kujifunza kupitia hii picha. Sasa mimi leo nataka ni specialize hasa kwenye perception na mapenzi au mindset. Perception, mara nyingi kuna kipindi nipo shule nishawahi kutoa speech moja ya kuhusu kitu kinaitwa mindset au mtazamo wa vitu kwenye maisha. Mara nyingi tunakuaga na mtazamo tofauti, na what makes perception, au kitu gani kinachotengeneza mtazamo wa mtu. Mtazamo ni ile total arrangement of your brain's information. Yani taarifa zako ulizonazo kichwani, mpangilio wake. Unajua akili zetu zilivyo ni kama uji ambao umewekwa kwenye chupa. Huo uji ukishawekwa kwenye chupa, ukiutikisa hivi unachanganyikana. Particles zilizokuwa huku zinakaa kule, zilizokuwa huku zinakaa huku, na zinakuwa zina muonekano tofauti. Alafu ukiutikisa tena hivi, mambo yanabadilika. Kwa akili zetu ndo zina function in that way, kwamba unaweza ukakiona kitu kwa mtazamo huu ukapata picha tofauti kabisa, na ukaenda sehemu ukaja kurudi ukapata pia picha tofauti. So perception ni ule total, yani attitude inatengeneza perception, yani total arrangement of our perceiving information, yani namna tunavyotafsiri taarifa ndio inayotengeneza perception. Na ukibadilisha tu kidogo, kuna uwezekano mkubwa wewe wa kubadilisha hata perception yako. Kwa hiyo inatupa nini kwenye kujifunza kupitia hii picha? Hii picha inatufundisha kwamba perception ni kitu ambacho kinabadilika, kitu cha kwanza, au mtazamo ni kitu ambacho kinabadilika. Lakini pia inakufundisha kwamba unahitaji kujaribu kuangalia vitu kwa pande mbili. Mara nyingi unaweza kaona hata hii podcast, kuna watu akiangalia podcast kama hii anaona mtu ambaye anajifanya anajua, mtu anajifanya nini. Yani yeye mtazamo wake anakuwa negative minded. Yani yeye anaona ni vitu tofauti kabisa na yule mtu. Lakini mtu yule unaweza ukamgeuzia mindset, siku anaweza akapata experience tofauti, au uzeeni pale baada ya miaka 20, baada ya miaka mingapi akabadilika mindset, akaanza kuona kitu tofauti. So inatufundisha kwamba kwenye maisha inabidi tujitahidi sana kukua na positive mindset. Positive mindset ni kama hii. Positive mindset, unajitahidi sana kuona uzuri wa mtu. Yani kuona mazuri ya mtu. Sawa, anaweza kuwa ana vitu vibaya anavyovifanya kwenye maisha yake, sio hayuko perfect kama mnavyomuona hapa. Mtu ni yule hayuko perfect, ana upande wake mwingine ambao ni wa weakness, lakini unajitahidi kubadilisha perception yako na kuangalia zaidi vile vitu tu vizuri. Unamwangalia kwa mtazamo mzuri. Kwa hiyo hicho kitu ni muhimu sana kwenye maisha, kwa chochote unachokifanya. Kama umepewa simu kama hii, jaribu kujiuliza namna gani naweza kuitumia kwa ubora ikanisaidia. Iangalie with a positive perspective. Lakini usipofanya hiyo kazi ya kubadilisha mtazamo wako, basi utaendelea kuiangalia hivi na kuitumia kwenye kuangalia pornography na vitu vingine. Kwa hiyo namaanisha nini? Tunahitaji always kubadilisha mtazamo wetu. Kwanza kujiuliza maswali ambayo yanabadilisha mtazamo wetu. Kama umeona mtu ukamwona kama it is a stranger, yani ni mtu mbaya, jiulize hivi, kwani huyu mtu namtumiaje? Yaani huyu mtu hawezi kuwa na uzuri hata kidogo, hawezi kuwa na kitu kizuri hata chochote. So utaanza kupata majibu yanayokupa good perception kwenye kitu unachokifanya. So perception ni muhimu sana, lakini pia perception inabadilika. Na ndio kitu kinachotengeneza attitude, total receiving of, yani total perception of the information.